channel yetu ya GME TV. Unatufuatilia mbashara kabisa katika channel yetu pendwa inayokuletea taarifa za uhakika. Leo tumefanikiwa kufika katika kanisa la PAGT lililoko wilaya ya Kishapu, ambako tumekutana na msafara mkubwa wa askofu wa jimbo la Shinyanga akiwa ametanguliwa na mwangalizi wa wilaya katika zoezi zima la mchakato ya maboresho ya katiba ya PAGT. Mpenzi mtazamaji, huu ndo msafara wenyewe wa askofu wa jimbo la Shinyanga wakiwa wanaingia sasa kanisani, huku mbele wametanguliwa na mwangalizi wa wilaya ya Kishapu. Meno ya simba, Mungu aliyetulinda na kuponya afya zetu, tunaliinua jina lake na kulitukuza. Naomba tukae. Amen. Tuketi. Nichukue nafasi hii kuwasalimu nyote katika jina la Bwana Yesu. Kitu cha kwanza niseme tunamshukuru Mungu wa mbingu na nchi kwa kutupa neema kubwa hii kuwepo mahali hapa. Kabla sijaendelea sana, nimlete kwenu naibu katibu wa jimbo wasalimie. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Kama alivyosema askofu, mimi ndio naibu katibu wa jimbo letu la Shinyanga. Ninaitwa mchungaji Zabuloni Lilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Niko hapa Utemini. Barikiwe sana katibu. Nichukue nafasi tena kusema tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya kikao hiki maalum, kikao cha katiba. Mungu ametupa neema ya kuwepo mahali hapa kuganika kwa neema ya Mungu. Jambo hili ni jambo la kikatiba linalotukusanya kuja kujadili katiba. Lenyewe kwanza ni tukio la kikatiba. Katiba inasema hivyo, tutakuwa na vikao vya namna hii na ndio tumekusanyika. Nichukue nafasi kusema tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kanisa letu la Pentecost Assemblies of God Tanzania. Kikao cha halmashauri kuu kilichokaa mwezi Januari kiliweka agenda ya marekebisho ya katiba. Katiba yetu tunayotumia sasa hivi, hebu kwanza kila mmoja ashike katiba yake. Wewe mlio na katiba, shika katiba yako, maana mjadala tutakao kuwa nao ni wa katiba. Kwa hiyo ni muhimu uwe na katiba yako, na ndio mjadala utakuwa mtamu wa kujadili hicho kitabu kinachoitwa katiba. Unaona? Tunajua mwangalizi umeweka taratibu wa mahudhurio, watu wote hao wanatakiwa wahudhurishwe. Katibu wako aelekeze makatibu wahudhurishe watu. Mtu anaandika majina yake na wazifa wake na kwenda eneo la mahala anapotoka. Kwa na kitu hicho. Nilikuwa naendelea kuelezea kwamba kamati ya halmashauri kuu ilikaa Januari kwa Dodoma, wakawa wamejadili jukumu la marekebisho ya katiba. Hii katiba ni marekebisho. Hii ni marekebisho ya katiba tuliyokuwa nayo kabla ya hapo ya 2007. Ni hapo. Hii ni katiba yetu iliyokuwa ya 2007. Kwa baadaye ndio tukapata hii hapa. Lakini kabla ya kupata hii tulikuwa na katiba ya mwaka 97. Lakini kabla ya hapo
tulikuwa na katiba ya mwaka 85. Unaona? Lakini kabla ya hapo tumekuwa na katiba ya kwanza kabisa ya mwaka 60 na ngapi? Mwaka 67. Ndio hii. Ilikuwa mimi karatasi tu kiasi fulani. Lakini mambo yanaendelea, mwisho tuna kitabu. Na hiyo hii ndio iliyozaa hizi zingine. Hayo mengine yote ni marekebisho, lakini katiba mama ndio hii iliyoanza wakati dhehebu linaomba kusajiliwa serikalini. Tulisajili dhehebu letu kwa katiba hii, na baadaye yakaja kufanyika marekebisho madogo tukapata hii, na baadaye ndio hiki kitabu kidogo nilichowaonyesha kikawa kimepatikana, na baadaye sasa tumekuja kupata hii hapa. Kwa hiyo kanisa letu linajaribu kuruhusu marekebisho hayo kulingana na nini? Taasisi inaenda na mabadiliko kulingana na nyakati, mazingira. Kadiri kanisa letu linavyoongezeka na mahitaji yanafanya nini? Yanaongezeka. Nyakati zinapobadilika pia mahitaji yanakuwa mengi kuliko ya. Kwa hiyo mawazo tuliyokuwa nayo 2017 sio mawazo ya leo. Watu wana mawazo mengi, wanatuhoji watu. Unajua inatokea kwa sababu ya ninyi mnapouliza mbona hili liko hivi hapa, mbona hamkufanya hivi? Baadaye tukaumbiwa kitu kwamba kumbe watu wanataka hiki kitu kifanye nini? Kirekebishwe. Kwa Januari tukakaa maaskofu huko, tukakubali jambo hili lifanyike, na tukapewa muda kuanzia mwezi wa 3 kwamba tuweze kufanya jambo hili mpaka mwezi wa 3 wa 4, na baadaye mwezi wa 5 uongozi wa jimbo kusanya mawazo hayo kutoka mawilaya zote, na halafu baadaye kuyapeleka kwa katibu mkuu wa PAGT, na baadaye mwezi wa 6 halmashauri kuu itakutana tena na itaundwa timu ya watu wachache watakao kusanya mawazo ya nchi nzima, na baadaye mkutano mkuu wa wachungaji wote nchi nzima utaitwa, na ukitanguliwa na baraza la waangalizi, na baadaye halmashauri kuu, na kesho yake wachungaji wote, wakurugenzi wa maidara ngazi ya wilaya na ngazi za jimbo mtakuwa mko huko kwa ajili ya kuyapitisha sasa kwamba hilo tunalikubali, hilo tunalikataa, hilo tunadini. Ndio watu wachungaji ndio wanakuwa watu wa mwisho, ndio inaenda kuchapa katiba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwezi wa 2 tulikaa jimbo la Shinyanga, tukapanga ratiba ya kwamba tuanze mchakato. Tarehe 15 tulianza kule Ushetu. Makamu askofu jimbo la Shinyanga Mchungaji Shiwa alienda kusimamia Ushetu tarehe 15. Wale wa ndugu wakamaliza, lakini pia Kahama tarehe hiyo 15 katibu wa jimbo Lukanda alisimamia mchakato huo, wilaya ya Kahama wakafanya. Lakini pia tarehe 22 mwezi wa 3 naibu katibu wa jimbo alisimamia mchakato wa namna hii Shinyanga Manispaa hapo mjini, na lakini pia katibu wa jimbo akasimamia mchakato wa namna hiyo tarehe 22. Katiba linaendelea. Mchungaji na watumishi wa Mungu wakiwa kwenye mapumziko, naomba tupata maelezo kidogo kutoka kwa mtumishi wa Mungu mahali hapo. Mtumishi, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Emmanuel George Nahidi. Ndio. Kutoka katika wilaya hii ya Kishapu. Ndio. Ni mmoja wa wajumbe tuliohudhuria katika
kikao hiki cha marekebisho ya katiba. Ndio, ukiwa katika mapumziko, napenda kuuliza maswali machache. Zoezi zima linaendaje la mchakato mzima wa maboresho ya katiba? Zoezi hili linaendelea kufanyika vizuri, tunamshukuru Mungu. Tunaendelea kufanya marekebisho mpaka muda huu, bado tunaendelea. Watu wanaelewa na watu wanajifunza vitu kutokana na zoezi zima la mabadilisho ya katiba? Ndio, watu wanazidi kuelewa. Wako makini sana kufanya marekebisho ya katiba. Asante mpenzi mtazamaji, tukiwa mbashara katika wilaya ya Kishapu, watumishi wa Mungu wakiwa kwenye mapumziko. Naomba endelea kufuatilia pamoja nami katika channel yetu pendwa ya GME TV. Shukrani sana. Asante.